Mtazamaji, utakumbuka Jumatano ya Majivu, viongozi wetu walitusisitiza katika mwanzo wa Kwaresima tuendelee kutenda matendo ya huruma. Ninatoa ili kuokoa roho yangu, ili kufanya niwe karibu naye Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, katika kipindi hiki cha siku 40 kama tunavyosema, ni siku za kutosha ambazo tunastahili kujikita katika sala, katika kufunga na katika kujitolea. Hilo linadhihirishwa na utume wa wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA kutoka parokia ya Mwenye Heri Maria Teresa Lidokoska, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, parokia ya Kiwanja cha Ndege. Ilikuwa ni tarehe 29 ambapo wanawake hawa wa Katoliki Tanzania kutoka katika parokia hii walifanya matendo ya huruma. Ni katika parokia pacha ya Chalinze Nyama, parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Saa 1:30 asubuhi, safari ya kutoka hapa katika parokia hii inaanza. Baada ya sala ya asubuhi pamoja na kubariki safari inaanza rasmi. Na hapa tukiwa barabarani tunaendelea kusali sala mbalimbali. Mungu wangu, natumaini kwako, nitapewa kwa njia ya Yesu Kristo neema zako hapa duniani na utukufu mbinguni, kwani ndio uliagana nayo nasi, nawe mwamini. Amina. Sala ya mapendo. Mungu wangu, nakupenda zaidi ya chochote, kwani ndiyo mwema, ndiwe mwenye kupendeza. Nampenda na jirani yangu na nafsi yangu kwa ajili yako. Amina. Sala ya kutubu. Mungu wangu, nimetubu sana dhambi zangu, kwani ndiyo mwema, ndiwe mwenye. Kisha baada ya sala ya asubuhi, sasa inafuata rozari, huku nyimbo mbalimbali za kumsifu Mama Bikira Maria pamoja na nyimbo za Kwaresma zikiendelea kuimbwa. Kwa ajili ya mateso yake makali, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na Mungu wa mwanao mpenzi, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kufidia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali, utuhurumie sisi na dunia nzima. Utuhurumie sisi na dunia nzima. Hizo zako heshima twakuimbia. Safari ikizidi kuendelea wakati tukiwa tuendelea kusali sala mbalimbali. Sasa tunaingia katika eneo la Chalinze. Mtazamaji, mara baada ya kuwasili hapa katika parokia hii ya Chalinze, parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji, tunapokelewa na paroko wa parokia hii pamoja na baadhi ya wanawake wa Katoliki kutoka katika parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji.
akamnyang'anya uwezo. Bikira Maria alimkanyaga shetani, akamnyang'anya uwezo. Bikira Maria. Mtazamaji, na hii ndio parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Huu ni muonekano wa mbele wa parokia hii. Iko sanamu ya Mama Bikira Maria ambapo watu hukaa hapa kwa ajili ya kusali rozari. Na hii ni sehemu ya nyuma na sehemu ya pembeni ya kanisa hili la parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji iliko hapa Chalinze. Mara baada ya kupokelewa hapa, ibada maalum inafanyika. Katika ibada hii, paroko parokia hii Padre Silvester amsisitiza waumini kuendelea kuwa tayari kujitoa kwa ajili ya Yesu Kristo, akitolea mifano kadhaa ambapo amewataka waumini kila mmoja kuwa tayari kujitolea hata kufa kwa ajili ya Yesu Kristo. Mwenyekiti wa WAWATA wangeingia hapa Al-Shabaab wakuuliza, mama unaitwa nani? Ungesema mimi naomba uniue, mimi ni mwenyekiti wa WAWATA, au ungesema mimi naitwa Husna? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo swali ambayo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza. Sasa hatuwezi kuwahukumu wanafunzi, lakini tunapaswa kujifunza kuishi imani yetu. Na tujiulize, mimi ningekuwa ni mimi pamoja na upadri wangu, ingekuwa ni nje, ningekuwa na uwezo wa kusema mimi kwanza anzeni na mimi kwa sababu mimi ni padri, au ningesema mimi sio padri, kwanza nilikuwa naingiza tu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa tuishi imani yetu katika maisha yetu ya kila siku. Iwe ni nyakati za furaha, tumpende Mwenyezi Mungu na tumtumikie. Iwe ni wakati wa changamoto, tumuishi huyo Mungu ambaye ndiye aliyetuumba kuleta hapa duniani na anajua mahitaji yetu yote. Tumsifu Yesu Kristo. Katika somo la Injili tunakutana na Yesu akifundisha juu ya wanafunzi wake. Na Yesu anawafundisha juu ya unyenyekevu. Na anatoa mfano wa watu wawili ambao walikwenda kanisani kusali. Mfarisayo na mtoza ushuru. Wafarisayo walikuwa ni walimu wa sheria. Walikuwa wanafundisha sheria za Kiyahudi. Kwa hiyo wao walikuwa wamebobea kwenye sheria. Na ndio maana mara nyingi sana Yesu aligombana na Mafarisayo. Walipenda kuwatwika watu mzigo ambao wao hawakuelewa. Walipenda kufundisha watu sheria ambazo wao hawakuzifuata. Kwa hiyo anatoa mfano wa Mfarisayo na mtoza ushuru. Mfarisayo alikwenda kusali, na badala ya kwenda kusali alienda kumshtaki mtoza ushuru. Alisema, mimi sio kama yule, mimi nasali mara 2 kwa wiki, mimi natoa sadaka, mimi nafanya 1, 2, 3. Maana ni kwamba hakwenda kusali. Lakini mtoza ushuru yeye alikwenda kusali, akijitambua kwamba yeye ni mdhambi. Alikwenda akijua kwamba mtoza ushuru walichukiwa na watu. Walichukiwa na watu kwa sababu walitumia nguvu kubwa kuchukua ushuru kwa watu. Walikuwa nafanya kazi na viongozi wa Kiroma, ambao wao watoza ushuru walikuwa wanatoza ushuru wakiwapelekea viongozi wa Kiroma. Kwa hiyo katika kutoza ushuru walikuwa wanatoza zaidi, kwa sababu na wao walikuwa wanapata mshahara kutoka hicho ambacho wanatoza Waisraeli. Kwa hiyo watu waliwachukia sana watoza ushuru. Na popote ambao utasikia mtoza ushuru katika maandiko matakatifu, katika Agano la Kale, ni watu waliolaaniwa. Ni watu ambao hawazungumziwi vizuri. Ni watu ambao walichukiwa na jamii. Ni watu ambao walichukiwa na watu wao. Kwa sababu walikuwa wanatoza ushuru watu wao, huku wanawapelekea Warumi. Kwa hiyo mtoza ushuru alikwenda kusali. Alipofika hekaluni, tunaambiwa kwamba yule mtoza ushuru asimama mbali sana. Alishindwa hata kufika kukaribia alipo Mwenyezi Mungu au katika altare. Akasimama mbali sana. Akasema, Mungu naomba unitazame mimi mtenda dhambi. Akajipiga kifua. Akasema, Mungu unirehemu. Na kwa kuwa tunaambiwa kwamba Mungu anakaa katika mwanga usio ambao huwezi kuutazama kwa macho. Naamini kwamba Mwenyezi Mungu alimurika yule mtoza ushuru, akatambua mafungufu yake na dhambi alizokuwa nazo. Baada ya kukamilika kwa adhimisho la ibada ya misa takatifu, ni sasa ni wasaa wa utambulisho. Wageni pamoja na wenyeji
wanapata wasaa kujitambulisha kwa ujumla. Mungu kwa nafasi ya pekee kabisa kuwezesha kufika katika parokia hii, parokia yetu pacha ya Mtakatifu Yohanes nani? Mbatizaji. Wa wapi? Jamani, nashukuru sana. Sasa kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumezoea Kindege, tumezoea Mtakatifu Inyasi, tumezoea dekania ya Paulo wa Msalaba. Si ndio jamani? Ambazo tuna parokia ngapi katika dekania yetu? Tuna parokia ngapi? 12. Na imani yote tunafahamiana kama watoto baba askofu. Si ndio Sasa leo ni siku ya pekee, tuko leo parokia 2 ambao tumetembelea parokia yetu hii. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Pia napenda kumshukuru baba yetu, baba paroko Sylvester. Tunakushukuru pia kwa kukubali kutupokea sisi kama akina mama wa jimbo hili la Dodoma ambao tumefikia katika Paulo wa Msalaba, parokia ya Kiwanja cha Ndege pamoja na Mtakatifu Loyola. Tumeandaa matendo ya upendo machache ambayo pia tutakabidhi wewe mwenyewe. Tumeambatana na hivi vipaji vya sadaka ya misa, lakini pia tuna zawadi mbalimbali watu wamejitolea kwa ajili ya kufanya matendo ya upendo, lakini tunangependa sana tusiviache pale. Kama basi msogee kwa ajili ya kusogeza hapa mbele, tumkabidhi baba yeye ataona kwamba na yeye atafanya matendo ya upendo wapi ambapo pia anastahili. Sababu na imani baba naye ana familia nyingine pia analea zaidi ya hii hapa. Si ndio baba Basi karibuni kina mama, tusogeze zile zawadi zetu ambazo tumeleta kwa ajili ya matendo ya upendo. Mungu Mwenyezi, tunasema asante sana kwa wema wako. Tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa wema wako. Tunakushukuru kwa zawadi ya watumishi wako WAWATA. Wametenda matendo makuu katika parokia yetu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa huruma na kwa upendo wako uwabariki. Ubariki familia zao. Ubariki kazi ya mikono yao daima. Wametenda makuu katika parokia yetu. Wametuwezesha namna ambavyo hatukutegemea. Wameleta vitu ambavyo hatukutegemea kama tungevipata. Lakini yote ni kwa sababu umeangalia moyo wa upendo, moyo wa huruma na moyo wa majitoleo. Na kuomba Mwenyezi Mungu uzidi kuwabariki, uendelee
kuwasimamia na kuwaongoza. Tunaomba wote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa vitu vingi ambavyo umevileta. Ni majitoleo ambayo hata nashindwa kusema nini. Hayastahili tu kusema asante ya mdomoni. Maana ni kwamba hizi ni sadaka mmezitoa ambazo sisi wanachalize tunapaswa kuendelea kila siku kwa siku kuwakumbuka na kuwaombea. Ili Mungu aendelee kuwapa nguvu ya kupambana. Ili Mungu aendelee kuwapa nguvu ya kufanya kazi. Ili Mungu aendelee kuwapa uzima na afya. Maana tusikiwa wazima tunafanya kazi. Tusipokuwa wazima hatuwezi kufanya kazi tena. Kwa hiyo hicho ndicho tunachokihitaji, ndicho tunachomwomba Mwenyezi Mungu. Na hicho ndicho tunachowaombea ninyi ambao mmekuja kwetu kutuwezesha. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, mwenyekiti aliponipigia akaniambia kwamba tunakuja. Akaniambia tunaomba kama kuna vitu ambavyo hauna unahitaji tuorodheshe. Mtihani mtihani sana. Unaweza ukaorodhesha, ukifanya mahesabu inafika milioni 50. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo nilipitia hivi nikamwomba Mungu hapa naandika nini? Nikiangalia stores nyumbani. Nikiangalia huko sioni nini. Nahitaji mavazi ya misa. Nahitaji divai. Nahitaji hostia. Nafanyaje sasa? Ikabidi niandike vile ambavyo najua na uwezo navyo, na namshukuru kwa Mungu nimewezeshwa na Mungu. Tumsifu Yesu. Katika mambo wanangu kandogo sana. Niwashukuru sana. Mama huyu aliniambia kwamba wanataka kuleta curtains, pazia. Nikakaa hivi nikasema mbona tunazo pazia? Nikamwambia jamani, kiti changu kinaharibika. Kila siku nikiwasha kinaharibika. Nikamwambia naomba uniletee TV na aliponiletea hii hata sijui kama itatosha kwenye ukuta. Mama zangu wanaowata, tungeorodhesha mahitaji ambayo tunahitaji ni mengi mno, lakini kwa sababu tumekuja hapa, mtu mmoja mmoja anaweza huko akaenda akakutana na rafiki yake. Tangu wa missionary waondoke, vile vijana kusomea niza vile naomba hiyo kadena na sibodi, naomba hiyo sibodi. Hii nisingeandika kwa sababu ni bei ghali mno. Moja ni 750,000. Naomba hiyo. Ndio hizi hapa waliacha wa missionary miaka mingi iliyopita. Waliokuwepo hapa. Tumekuwa tunajaribu kupambana tupate hela kununua vifaa ndani ya kuadhimisha ibada. Kwa hiyo ni ombi langu, sio kwa WAWATA, kwa mtu mmoja mmoja. Unaweza ukakutana na rafiki yako ukamshirikisha. Endapo kitapatikana hata kimoja viwili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sio mzigo ambao anautupia mwenyekiti wa WAWATA hapa. Lakini tuna marafiki, tunafanya kazi nao, tunafanya biashara nao. Endapo itapatikana, itatusaidia sana. Tumsifu Yesu Kristo. Basi
Baada ya utambulisho huo, mtazamaji, ilifuatiwa wasaa wa kupata chakula kabla ya kuanza kuondoka katika parokia hii, parokia pacha ya Chalinze, kurejea katika parokia ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska, parokia Kiwanja cha Ndege. Mtazamaji, bila shaka umeweza kujifunza mengi kupitia safari hii ya utume wa wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA. Kubwa zaidi, tukijifunza kuendelea kuyatenda yale ambayo tunasisitizwa na viongozi wetu. Tutende yaliyo mema, tutende matendo ya huruma, hususan katika kipindi hiki cha Kwaresma. Hadi wakati mwingine, mimi ni Taditesha. Endelea kutufuatilia kupitia mtandao yetu wa kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Jina ni Kaindege Parish, lakini kule Facebook ni Parokia ya Kaindege. Hadi wakati mwingine.